Shasha mzee, unajua hizi unazoeta ni dharau. Kwani mimi kosa langu nini mpaka unanifungia huku jamani? Hebu acha ufaya basi. Dingi, njoo nifungulie mzee. Kama hutaki mimi kumuoa mwanao Kinembe, basi sema mimi niachane naye. Kwanza ninapishi kibao hapa mtaani. Kwa hunitishi we mchumba. We Dingi ni mchumba tu kama walivyo wachumba wengine. Kwanza mimi mwezio ni wizard. Nitapaa humu ndani mzee. Njoo nifungulie mzee. Wewe kijana unaonekana ni jeuri sana na inaonekana unadharau. Sasa mimi nakwambia hivi, ukiendelea kuleta dharau na jeuri, hutatoka humu, utakaa humu. Ukiwa umelowana nitakuletea kundi la vijana lije likugeuze kitoweo. Kwa hiyo kijana, ni heli uwe mkimya, maana ukimya wako unaweza saidia mimi kukuachia humu. Ila ukileta jeuri na kiburi, nitaleta kundi la vijana wa maulama waje kukulawiti kijana. Acha jeuri. Shasha mzee, mbona sikuelewi? Yani mimi natokaje humu nikiwa nimeloa? Alafu unaniambia kwamba utanitia tagi la vijana niwe kitoweo. Mimi napiga kelele mimi, majirani, mwezenu kuna geuzwa kitoweo. Majirani, mzee mbamba anataka kunifanya kitu kibaya. Sasa unajua mzee Homboza, nimekuita hapa tuzungumze jambo moja. Sisi kama wakubwa, bila shaka mwanao Kishundu alikupa taarifa juu ya jambo lake kwamba anataka kuoa. Sasa nikaona tukae wote, mimi kama mshenga pamoja na wewe baba wa mtoto, kuona tunalimalizeje hili jambo. Maana mzee Nyampua anaonekana kuwa na masharti mengi sana. Unajua huyu mtoto Kishundu, mie naweza sema kama ana akili. Yani naweza ngasema akili zake zipo kwenye lufyato, kwa sababu yeye alipo hana hata kazi ambayo inaweza kumuingizia hela. Sasa anaenda kuchokonoa maswala huko ya kuoa. Je, kwa swala la mahali itakuwaje? Maana mie hapa nimekaa ushuzi tu, sina hata 10. Kwanza hapa njaa yaniuma mie. Ngoja kwanza niende kwa mke wangu nikale mihogo mie. Msinilegeze mie, mwezenu nalegea. Kumbe wewe mzee Hombozo bichwa lako kubwa kama tikiti, lakini huna plani. Yani mwanao anataka kuoa, wewe kama baba ndio ulitakiwa kuwa mstari wa mbele kabisa, lakini ndio unaongea vitu ambavyo havipo kabisa. Wewe mgosi, kumbe gombe zuluzi. Sasa wewe bwana mdogo na unawanigusa kidevu kabisa. Haiwezekani wantusi hadharani. Mimi nimekwambia kwamba mie hapa nilipo nimefulia kabisa. Yani sina hela. Hivyo siwezi elewa kabisa yo maswala yenu. Nyie malizeni kila kitu. Mie mje kuniita tu siku ya kula ubwabwa, hiyo siku ya harusi. Maana vitu vyangu vimeenda shakala bagala. Hapa yenyewe kula yangu mie namtegemea mke wangu. Kwa hiyo mie nikikwambia sina hela kweli. Halafu mie mwezio hapa nilipo nalegea mwezio mie nalegea. Hivi huyu bwana mdogo hii jeuli anaipata wapi? Haiwezekani, nimemtoa hapa nimekwenda kumfungia kule kwenye chumba ambacho ni chumba cha mateso, lakini bado anaendelea kuleta dharau, bado analeta majibu ya shombo. Huyu bwana mdogo inaonekana kuna sehemu ambapo anapata jeuri. Sasa hapa sijui nifanyeje, au nimruhusu amuoe mtoto wangu. Lakini sasa nikiangalia jeuri zake ambazo ananiletea, mwisho wa siku nikisema nimkubalie amuoe mtoto wangu, hii atakuja kuniletea dharau. Itakuja kuonekana ya kwamba mimi sikuwa na msimamo. Inabidi niweke msimamo hapa ili huyu kijana abadilike. La sivyo hawa vijana wa hovyo ndio hawa mwisho wa siku wanakuja kukuvua nguo mbele za watu. Kwa hiyo huyu kijana, ngoja nimuache kwanza apate fundisho. Akishapata fundisho, hapo ndipo nitaangalia sasa kama anaweza kumuoa mwanangu. Lakini akileta upuuzi, nitamruhusu atoke, lakini kumuoa mwanangu, hiyo itakuwa ni ndoto za Bunuwasi. Hivi mama, kweli jambo langu litafanikiwa? Maana mpaka sasa sielewi jamani, na nina hamu ya kufunga ndoa mapema na mume wangu Kishundu mama. Jamani mwanangu, mimi mwenyewe natamani siku hiyo pale mbele unanitambulisha mwanangu, naja kwa madoido, itapendeza kweli. Lakini usijali mwanangu, mimi naamini baba yako muelewa sana.
Kwani Kishundu si ulimwambia aje alivyoambiwa aje kuongea na baba yako? Ndio mama, nilimwambia na alifurahi. Nalisema atakuja tena, umenikumbusha. Ngoja nimuulize kama alikuja. Ngoja nimpigie simu. Maana yule naye muda mwingine unakuta nakuka na mambo chungu nzima. Lakini aliniambia kuwa anakuja. Hivyo ngoja nimpigie simu. Jamani majirani, huku mwezenu mie nabakwa huku. Majirani, mshenya mpua, simuelewi kabisa huku anachotaka kunifanya. Naombeni msaada majirani. Uwi jamani, we mshenya mpua, njoo nifungulie jamani. Uwi, Kinembe uko wapi? He, jamani mama, mbona hiyo kama sauti ya Kishundu iko bandani? Mama, ngoja nikamwangalie. He, Kishundu.